Subhanahu wa ta'ala ndani mwa Qur'ani ametutaia alama za watu wema na ametutaia yale mahitaji ya waliokuwa wema na dua ambazo kwamba huwa wakimlingamania Mola Subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala awape yale matukufu hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu atupigia mfano katika aya tuliyosoma ya waja wema. Waja wema hunena maneno gani? Waja wema huomba vitu ziwili katika zingi ambazo kwa mawaziomba zilokuwa zema, nayo ni kuomba mke aliokuwa mwema na vijana waliokuwa wema. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya, walladhina, na wale ambao kwamba yakuluna kwa wakinena, rabbana, ewe Mola wetu, hablana, tupe na sisi zawadi, tupe na sisi hiba, tupe na sisi tunu ya gani? Min azwajina, utupe tunu ya wake zetu, wa dhurriyatina, utupe na vijana zetu. Wawe na sifa gani vijana hao na wake hao? Qurrata ayuni, iwe ni zitulizo za macho yetu. Hii ina maana ya kwamba ukiambiwa fulani ni mke wako mwenyewe utafurahi, ukiambiwa fulani ni mwanao utafurahi. Moyo wako utakuwa na ukundufu kwa kunasibishwa na kwamba huyu ni mke wako, hawa ni wanao. Na kinyume chake, mwanadamu wa ujera kulingana na nyendo na sera za mke wake au wake zake aliokuwa nao ikiwa ni wengi, au nyendo ya vijana zake aliokuwa wako nao. Pengine ikiwa ukitizie pamoja na jumuiya ya watu akapita mwanao, ikabidi mzee ainamishe kitwa awe amejera mwanawe kupita sehemu kama ile, kwa sababu ya hali yake aliyo, hali ya mwili wake, hali ya tabia zake na sera zake ambazo kwamba uko nazo, mavazi amezoyavaa. Ikawa mzee asikitika kupitwa na mwanawe na kuambiwa kwamba huu ni mwanao anaopita. Hata akitoa salamu ikawa yeye ajibu shingo upande, lakini aona haya kuambiwa huyu ni mwanao au kuambiwa huyu ni mkeo. Kwa hivyo waja waliokuwa wema huomba wanawake waliokuwa wema, na ikiwa wameruzukiwa vijana kwa wake kama wale, wawe pia ni vijana waliokuwa wema. Na dua kama hizi ni mafundisho ambayo tumepewa ndani mwa dini yetu, tuombe sana dua kama hizi za kujaliwa wake waliokuwa wema na watoto waliokuwa wema, kwa sababu raha ya dunia ya mwanamume ni kupata mke aliokuwa mwema. Ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ni starehe, dunia ni mahala pa kuenjoy. Sasa starehe kubwa na kuenjoy kubwa kwa mwanamume, al-mar'atu salihah, kwanza ni kupata mke aliokuwa mwema. Ukisha kupata mwanamke aliokuwa mwema, basi ushapunguziwa mzigo. Fakad aana Allahu shatra dini falyattaqillaha fi shatri al-bahi. Ikiwa utapata mke aliokuwa mwema, nusu ya dini huwa umesaidiwa, nusu ya pili wewe ni hapo wewe nayo ufanye bidii ukamilishe. Kinyume cha ikiwa mwanamume ameruzukiwa mwanamke ambaye kwamba ni mtukutu, mwanamke mchafu, mwanamke hasharati, huwa ni moto wa dunia aliokuwa nao mwanamume kama ule, kwa sababu huwa hana raha akilala, hana raha akiamka, akitembea, akiwa na wendani wake, akiwa kweke, akiwa kazini, popote alipo yeye huwa akihangaika moyo wake na akili yake, akidhania, akifikiria kwamba mimi nina mwanamke aliokuwa mchafu, watu ninena, watu nitaya, watu wanitazama namna gani, mtazamo wa watu yule mimi, ikiwa mke wangu ni namna ile na mwanangu namna ile. Ndio Nabii Ibrahim alayhi salam
tukanena kwamba Qur'ani ni mafundisho, tunapata mafundisho sisi kutoka kwa manabii na watu wema. Nabii Ibrahim aliomba kijana alikuwa mwema, akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ewe Mola nipana mimi kijana alikuwa wema, kijana mwenye tabia za kuridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ni mtumi. Nabii Ibrahim ni katika ulul azmi min ar-rusuli. Ulul azmi min ar-rusuli ni katika mitume wakubwa sana, na wao daraja zao ni hizo. Wamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape vijana waliokuwa wema. Je, mimi na wewe ambao kwa hatuna daraja ya utume atakatuombe namna gani? Ikiwa watu ambao kwamba walichaguliwa chaguo la Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanyenyekea bila Mwenyezi Mungu, mwambie Mwenyezi Mungu, Rabbi habli minas salihina, nipanami mwana alikuwa mwema. Je, mimi na wewe atakatuombe dua mara ngapi na mara ngapi na mara ngapi? Mwenyezi Mungu atupe vijana waliokuwa wema. Inshallah Mwenyezi Mungu atawaongoza vijana zetu, awajalie wana ambao kwamba tumewazaa wawe ni waja wema, vijana wema, na watakaokuwa tutakaowazaa pia Mwenyezi Mungu iwe atawajalia iwe ni vijana wema. Lakini pana sharti ya kupata kijana mwema. Sharti ya kwanza, kijana kuwa ni mwema, ni lazima sera za wazee ziwe njema. Na haitosheki kwamba mwanamume ni mwema, lazima na mama naye awe ni mwema. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa kipimo cha hadithi ya kwamba kila mmoja atakaangalie atamuoa nani, wewe kuingia nyumba gani, mke wake ni upi. Haya ni masuala kabla ya kwenda kukosa, yataka uchakure mpaka upate kile ambacho kwamba ndicho. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, takhayyaru linutafiku fa innal irqa dassas. Angalia mahala ambapo kwamba utazaa ni wapi. Wewe mwanamume, chagua mahala pa kwenda kukosa, na kwamba wewe katika ile koso yako ndio mahala ambapo kwamba utazaliwa vijana. Kwa sababu gani uchague? Kwa nini asikwambie kwamba mke ni mke tu, bora awe ni mwanamke yule? Mtume akatwambia pana sababu ya kuambia namna hiyo, fa innal irqa dassas, hakika kishipa hupija mbali. Hakika kishipa hupija mbali. Ni vipi kishipa kupija mbali? Yaweza kuwa wewe pengine nyumba yenu alhamdulillah ni nyumba nzuri, nyumba ya dini, familia yenu kama mwanamume ni familia nzuri, familia ambayo kwamba yasifika kwa sera njema na ucha Mungu. Lakini sasa angalia upande wa pili, upande wa mke ambaye kwamba utakaye kumuoa. Je, na wao wana sifa za kidini? Kwa sababu ukienda wewe ni mwema, waweza kwenda ukazaa kijana ule akatukua tabia za upande wa mke wako, na hapo ndio penye changamoto. Yaweza kijana chako asitukue tabia za wewe mume uliokuwa mwema, aweza akatukua tabia za upande wa mke wako, familia yake, babake, ndugu zake, mababu na wajomba na kadhalika, mpaka kupanda hiyo. Kwa hivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakwambia, kabla kwenda kuzaa, angalia utazaa na nani. Isiwe ukaenda kuingia popote kisa baadaye ikawa ni mkasa wenyewe ni kwamba wewe umezaa vijana na vijana haukutoka wewe. Ndipo pale Waswahili hukwambia moto haukuzaa moto. Maanake umezaa vijana ambao kwamba tabia zao ni mbali, hawafanani na wewe. Sera za kihuni, sera za kimkora, sera za kimatatizo. Ni nini? Ni kwamba amechukua upande wa kwa mama, hakuchukua upande wa kwa baba. Na kinyume chake haingili kwamba upande mmoja tu, na kijana pia aweza kuchukua upande wa kwa baba. Kijana pia aweza kuchukua sera za kwa upande wa kwa baba. Sasa upande wa kwa baba ikiwa matata, na kijana naye aweza kupigwa na kishipa ikawa ana matatizo yake kwa upande wake. Kwa hivyo katika masala ya kutafuta kijana mwema, sharti ya kwanza kwamba wewe utafute mke aliyokuwa mwema. Na Mtume ametupa sifa za mwanamke mwenye kuolewa. Mwanamke huolewa kwa sababu ya uzuri, mwanamke huolewa kwa sababu ya mali, mwanamke huolewa kwa sababu ya nasaba yake,
mwanamke huolewa kwa sababu ya dini yake. Lakini katika mambo manne Mtume akakwambia yote ntisia 10, angalia hili moya, fadhfar bidhati dini, jinyakulie mwanamke mwenye dini. Mwanamke nawe ni maskini, mwanamke nawe hana uzuri, mwanamke nawe hana nasaba. Ina maana kwamba si katika wenye kutajika, hakuna sokuwa na nasaba, lakini tutumie kwa lugha ya kuelewana. Lakini angalia dini, dini yake imetimu. Ikiwa dini yake imetimu, unaenda kangie mahala kama hapa, usitaradadi. Lakini ikiwa hana dini, nawe na uzuri, nawe na mali, iwe ni kina fulani wa fulani, usende, utakwenda kuteseka, utakwenda kupata matatizo wewe mwenye kuoa na vijana atakao kuzaliwa, kwa sababu watashika ule upande wa mama. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam wasia wake atuambia fadhfar bidhati dini. Tafsiri yake ni kwamba inyakulie mwanamke mwenye dini katika kuoa kwako. Hapo huwa latarajiwa kwamba ikiwa mwanamume ana dini na mke ana dini na vijana watakaozaliwa watafuata nyayo na sera za baba na mama ambao kwamba wote wana dini. Na watu katika kupenda utofautiana, kama alivyonena mwenye kunena walinnasi fima yashikuna madhahib, kila mmoja hupenda kwa sampuli yake. Watu hawafanani katika kupenda, wengine hupenda kile, wengine wakapenda kile. Wewe ule ambao kwamba wamuona si mzuri ya kupendeza, mwingine hufa kwake, hamuoni mwanamke zaidi ya ule. Kwa hivyo watu katika kupenda watafautiana, lakini hawatofautiani katika dini. Ule ambao kwamba wamuona ni mzuri, mwingine ikawa hakupendezwa. Ule ambao kwamba ataghurika kwa mali yake alionao, mwingine akaona mali si chochote. Ule ambao kwamba ataghurika kwa nasaba, lakini katika dini ndiyo masomo yote ambao kwamba yatakikana. Na lazima mwanamume amuoe mwanamke mwenye dini, kwa sababu usipomuoa mwanamke mwenye dini ni hatari kubwa sana. Ni hatari kubwa sana. Hatari iko wapi? Yaweza kuwa na wewe mwanamume mwenye dini akakupindua, akakutia kwenye mrengo wake usiokuwa na dini, na wewe ikawa huna budi kufuata. Hewallah, hewallah, inama, inuka. Hii ndio hatari ya kumpata mwanamke usiokuwa na dini. Kwa mfano mathalan, tupige mifano iliyokuwa hai. Utakuta kwamba vijana zetu mara nyingine kupata wanawake wa kizungu, akatukuliwa uzunguni huko akenda. Endapo ule kijana huwa ametoka sampuli mbali huko alipokuwa Kenya, huko alipokuwa Amu kwa wazee wake, kwa sababu ameinukia na mazingara ya kidini, nyumba za kidini za kikwetu. Atakapokwenda huko akirudi hurudi hali nyingine, imekuwa hulewa, imekuwa uko hivi na vile, mavazi amekuwa huvaa sampuli mbalimbali yasioridhisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu amemfuata mke. Dini ya mke ndio imekuwa dini ya mume. Na sababu ya mwanamume kuwa vile nini? Ni kwamba mwanamke hakuwa na dini. Kwa hivyo badala ya yeye mwanamume kufanya kampeni ya kumbadilisha mwanamke awe na dini, amepinduliwa. Serikali yake imepinduliwa na dini yake imetiwa kwenye taka, amefuata mila ya mwanamke. Kwa hivyo atakalo mwanamke sama wa taa. Wa naudhu billahi min dhalika, mara nyingine aweza hata kuwata faradhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kumridhisha mwanamke. Yaweza kuwa ni Ramadhani na uko huko yeye hana amri. Yeye ni mwanamume, lakini amri yote iko kwa nani? Kwa mke. Na ikawa mke atamlazimisha ale mtana wa Ramadhani, wa naudhu billahi min dhalika, na awe atakula. Kijana kama huyu alikuwa hali tembo, awe atakunwa. Kijana kama huyu alikuwa hali nguruwe, awe atakula nguruwe, kwa sababu amemfuata mke. Kwa hivyo fadhfar bidhati dini, maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maneno mazito sana. Na katika kupenda, kama sura tulonena, ni kwamba mtu haweza kumpenda yoyote. Ule shairi wa Kiarabu mmoja nena kadiyashikul mar'u man la mala fi yadihi wa yakrahu alkalbu man fi kaffihi dhahabu ma qimatu nasi illa fi mabadiihim fala almalu yabqa wala alalqabu warutabu. Kadiyashikul mar'u, henda akampenda mtu man la mala lahu, man la mala fi yadihi, mtu ambao kwamba hana mali katika mkono wake. Mtu aweza kuingiwa na mahaba na mapendi, ikawa hasikii la mwadhini wala la mteka mai msikitini, amesalitika na mwanamke ambaye kwamba hao mwanamke ni fukara wa mwisho,
lakini ndipo mahaba yalipo. Au mwanamke ikawa atampenda mwanamume fukara, mayakunu hana, lakini pendo lake liko kwake. Ndio kajiashikul mar'u man la mala fi yadihi wa yakrahu alkalbu man fi kaffihi dhahabu, na moyo waweza ukamtukia mtu ambaye kwamba ana mali madhahabu, lakini moyo wake hakusalitika na yeye, wala hamuoni chochote, amuona kama takataka tu. Na ni mtu mwanamke wa kitajiri au mwanamume wa kitajiri, lakini yeye amesalitika na mtu, hakusalitika na kitu. Na mwingine akaanga fulani mzuka sana, amekwenda amemuoa mwanamke mwenye uwezo wake na cheo chake na hiki chake na kila alichokuwa nacho, amemuata. Isiwe mimi, kama mimi ima tanizika mimi au tanzika yeye, singetoka pale. Lakini moyo hauko. Wayakrahu alkalbu man fi kafihi dhahabu, na yeye mwanamke aweza kuwa kukoswa na mwanamume mwenye chake, mwenye mali, mwenye uwezo, lakini moyo hauko, akamjibu kwamba sitaki kuolewa na wewe. Akenda kijana ambaye kwamba hana hata kazi, hata kibarua cha shilingi 50 hana, lakini ndipo moyo ulipo, ikawa atakubaliana na yeye kwa roho safi. Lakini katika kuoana mazingatio si mali wala si mapato wala si uwezo. Mazingatio ni dini, kama sura tumezo nena, ma qimatun nasi illa fi mabadihi, thamani ya mtu ni katika ile misingi ya dini yake. Falal malu yabqa, mali mtu ana mali mingi sana, milionia, bilionia, mali kisa humalizika. Wala alqabu wa rutabu, wala zeo wala manyadhifa mbalimbali, manikne mbalimbali hapo kwa mtu atakuwa nao, mwisho atamalizika. Lakini dini ndiyo yenye kubakia na mtu. Mwanamume yataka asighurike na urembo wa dhahiri, bali mwanamume ataka aangalie moyo wa mwanamke uko vipi. Usimwone mwanamke amejipamba, amejirembesha, ukaona wewe hakuna malaika kama huyu, hakuna hurul aini zaidi ya huyu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya poda na rangi zimekubabaisha, imekuwa wewe huoni, husikii. Sura kuambiwavo, sura unavyopewa nasaha za kuhusu ubaya wa ule mwanamke, lakini wewe huoni. Wewe waona ule ndiye namba 1 duniani, hakuna mshindao. Kwa hivyo usighurike na uzuri wa kiinde, angalia moyo wake, angalia dini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat faryaha wa ata'at zawjaha dakhalatil janna. Huyu ndiye mwanamke mwenye kutafutwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anena, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke akiswali swala zake 5, wasamat shahraha, akafunga na mwezi wake wa Ramadhani, wa hafadhat faryaha, na akahifadhi nafsi yake asiende kuzini, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe, dakhalatil janna, huyo mwanamke ataingia peponi. Sasa mke wako uliokuwa naye, tukua hiko ndio kipimo cha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayo hayo mambo tumezoyataya. Mke wako huswali, ikiwa swali una mke mwenye matatizo. Ikiwa swali zipindizi 5 watana na sunna, ikiwa swali zipindizi 5 basi minal faizina. Na ikiwa haswali kuanzia yeye umamrisha swali, wa amuru ahlaka biswalati, mwamrishe mke wako aswali. Utajishi vipi wewe mwanamume uko msikitini, masallahu 5 salawati na sunna na tarawehe na witri na swala na kila mema na kila swala, lakini mwanamke haswali? Haiwezekani. Waswamat shara, mke wako afunga ama huitiazi sababu hizi na hizi akailia, wa hafidhat faryaha, amehifadhi nafsi yake, ama huzorora kama kahaba, kama malaya, kama mwanamke ambaye kwamba hana mume, utembea huku na huku kama kwamba ni halali yale anayoyafanya. Ikiwa namna hiyo, mrakibishi mke wako. Wa ataati zawjaha, mke wako akutii, akusikiza wewe kama mumewe, ama imekuwa daraja yako ndio yake na yake ni yako, mmebadilishana, yeye imekuwa ndio daraja ya mume, wewe ndio ulikuwa daraja ya mke. Wewe ufanye jambo ila kwa amri yake, lakini yeye ana uwezo wa kufanya lolote. Atoka bila idhini yako, asafiri bila idhini yako. Mwanamke ajitoa waziwazi mbele ajinabii kwa sura apendavyo yeye mwenyewe. Ukimwambia usitoke, hukusikiza, na akawa ni mwenye kuketi asitoke. Na toa nyingine ambazo kwamba zafaa kwa mwanamume, ikiwa uko nazo basi una mke aliyokuwa mwema. Na mwanamke ikiwa atakuwa namna hiyo, Mtume anena dakhalatil janna,
ataingia peponi mwanamke moya kwa moya. Mwanamke ni mtu muhimu sana katika maisha ya mwanamume. Mwanamke amefananishwa na jua, na sisi wanaume tumefananishwa na mwezi. Tuambiwa hiya shamsu aslu nuri in hiya ashrakat ka ummi yusufa jaa fi ta'wili hiya shamsu. Mwanamke ndiye jua, ndio asli ya mwangaza. In hiya ashrakat, ikiwa mwanamke atatoa hizo nyanga, atatoa hono mwangaza. Ka ummu Yusuf, kama mfano wa mamake Yusuf. Jaa fi ta'wili hiya shamsu. Katika Qur'ani Nabii Allah Yusuf aliota ndoto, akanena hiya idh qala Yusuf li abihi, Yusuf alipomwambia babake, ya abati inni raaitu 11 kaukaba, ewe baba mimi nimeota nyota 11, washamsa walqamara, nimeota na mwezi na jua, raaituhum li sajidina, nimeziota kwamba zanisujudia. Katika kufasiriwa ndoto ya Nabii Allah Yusuf, ina maana kwamba Yusuf atakuwa mfalme mwisho wake, tena na mamake na babake na ndugu zake watatoa heshima kwake Yusuf. Lakini Mwenyezi Mungu atuambia iye raaitu 11 kaukaba, nimeota nyota 11. Yusuf amwambia babake,